Habari zenu tena. Kwa majina yangu naitwa Fred Kahora, Director Golden Dream Land and Properties Limited. Kwanza kabisa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu and also to our online viewers, welcome kwa siku ya leo. Asante kwa venye mmekuwa nasi kwa Farudhi wa Dhau TV, na ikiwa siku ya Jumamosi huwa tunapatana hapa tunaongea mawili matatu kwa sababu ya maneno ya mashamba, si ndio? So kwanza kabisa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia nafasi, akatupatia uhai na akatupatia afya njema, tukaweza kupanga siku na ikaweza kuwafikiana. Mambo ni mengi sana, watu huwa wanapanga, lakini unapata at the end of the day mtu anapata maneno mengine hakuji, si ndio? So shukrani za kwanza ni kwake Mwenyezi Mungu. La pili ni kuwashukuru nyote ambao mmetusikia, mmeona advert yetu, mkaanza kutuamini. Bado hamjatuamini, mkaanza safari ya kutuamini mpaka mahali mmefika kwa shamba. Ile ya kutuamini ya kwanza ni wakati ulichukua simu ukapiga, ukaongea na wa sales team. Kwa sales team tuko naye, we have Jacqueline ambaye anasimamia marketing, tuko naye Felistas, tuko naye Gabriel who is also a pilot, na pale kwa ofisi tuko na madama anaitwa Sara na tuko na mwingine anaitwa Magi. Magi ukiingia pale ama tukimalizana hapa unaingia kwake unapata agreement yako na hiyo makaratasi yote na mambo ya kulipa. Kwa wale wa installment ukitaka kulipa polepole lakini tutakuja hapo utaongea na madam anaitwa Sara. Sawa? Hiyo ndio timu yetu. Apart from that we have Farudhi ambao tu tunaingia kwa channel yake tukijaribu kufikia wale watu ambao wako diaspora, na hii masaa ndio inakuanga masaa yao sababu saa hii ndio wameanza kuamka. So hao ndio huwa tunanena na wao sababu maneno ya mashamba imekuwa shida, sio kwenu tu mpaka kwao. So tuko naye Farudhi and we have our chairman who is our icon and we are always proud of him and who is our dad. So mahali pana wazee hapaharibiki nini? Bas. So and we have we have Wamboi who is also our CEO ambaye pia mmepatana naye hapa kwa shamba na mtaendelea kupatana naye. So asanteni sana kwa kuchukua hiyo simu mkatupigia, alafu tukapangana siku mkaweza kuja. Najua Saturday huwa ina shughuli mingi sana. Umeacha harusi, hata kuna wengine hawataongeleshana wenzao sababu donathi kama weredho ugenda nathi mwingine hakuenda dowry, hiyo maneno yote. Lakini ukachukua hatua ya kusema kwamba wewe ungetaka kuwa mwanzo wa kujua Golden Dream. Sisi kama Golden Dream, that is our team. We always put God, our sovereign God, na ndiye huwa anatuongoza kwa maneno ambayo sisi huwa tunafanya. Sisi huwa tunaanga maneno mingi. Jambo la kwanza ni ukuje ground, uhakikishe na najua haya mambo yote umeelezewa. So nitaenda kwa haraka sana nikueleze why you should invest with Golden Dream. Kwa nini uweke pesa yako? Kwa nini uanze safari nasi? Hiyo ndio mambo ambayo mimi nitaguzia. So to online viewers niweze kuambia kwamba wale watu ambao hawajachukua title deeds za Masinga Plains, hawajachukua Amani Gardens, hawajachukua Faraja Phase 1, Faraja Phase 2, tafadhalini tunaomba muweze kutuma wenzenu na ama muweze kutuma marafiki zenu ama familia yenu muweze kuchukua title deed. Wale watu ambao wanataka kutumiwa, tunajua there are so many people Farudhi, yes. Akina Grace wanataka kutumiwa to, is it UK or US? UK. Na nini US? Paul. Yes. Okay. So I know we have a team wenye wanataka kutumia title zao and tumekuwa na shughuli hapa na pale. So next week
ile kitu tunaanzia ikifika siku ya Wednesday tutakuwa tumeweka hizo documents zote na tuweze kwenda pale kwa DHL tuwatumie title zenu. So na wale watu ambao wanalipa na installment tuweze kuambia kwamba leo ni tarehe 16 tuendelee kulipa na installment yako kama imefika, tafadhali tuende tukimalizia. Na naweza kuambia by Wednesday Farodhi we shall have also another good news. So hiyo tunaiweka ikiwa open. Okay. Wednesday tukienda live we shall have good news for Faraja phase 3 and also Matu Katutu Gardens. So hapa mahali mko, hii ni project tunaita Matu Katutu Gardens. Nimeweza kuambia sababu wamekuwa wakienda nasi safari. Kuna hizo project ambazo tumeuza na hizo project zote tumetoa hati miliki zao, title deed. Watu sasa ndio tunawaambia tafadhali kujieni title zenu. Sababu sisi kama Golden Dream, kama kuna kitu ambacho tumepatia kipaumbele, ni kuhakikisha kwamba ukinunua shamba unapata title deed yako. That's our main aim and our main mission. When you buy land, when you put money into our accounts, we ensure you that in less than 90 days, we even give title deeds even in 21 days. They are witness. They can witness. And ukienda kwa mtandao, uangalie Farodhi Wadhau TV, utapata zile program zote ambazo tumefanya. Walinunua na wote wako na title. Title si Golden Dream ambayo imeandikwa majina yao. Na ambayo kwa hii ya Matu Katutu Gardens, hii project ambayo umepata, itaandikwa jina lako. So, as Golden Dream, we don't issue certificates, neither do we issue ballots. Najua kuna watu ambao wako hapa, wako na certificate kwa nyumba. Iko na miaka 2, miaka 3, miaka 10, miaka 20. Mwingine ako na ballot, hajui aanza wapi ama malizie wapi. Sababu hata ile kampuni mpaka haiko. Hujui kama hiyo shamba bado ni yako. Kuna mwingine alikuja kwetu amejenga. Lakini sasa akaenda akaambiwa sasa wewe umejenga kwa wenyewe. Amejaribu kutoa makaratasi akasema mimi ninunua, anaambiwa wewe unatoa makaratasi, mimi nanunua title. Sisi kama Golden Dream ndio maana tunasema tumepatia kipaumbele kupatia title deed. Sababu tunataka bring sanity. Tunataka kuweka kikomo ya watu pesa zao kuzama. Na huwa anasema ya kwamba hakuna pesa huzama, hakunanga mtu wa pesa. Hapana, ni tumbo tu. Hakunanga usikaambiwa ati pesa ilipotea. Hata Kenya hakuna pesa upotea. Ni tumbo tu inakula. Ni macho tu, mikono, ni mtu tu. Iko kwa mfuko yake, anaenda alafu anaambiwa zimeza. So hakuna pesa ati yako ya shamba ilizama. Usikiambiwa na mtu pesa, hakuna kitu kama hiyo. Alikula. Ni venye hataki kusema nilikula ama hataki kusema ati ni wale ile we. Sababu inaonekana ngatiza a phrase. But that's the truth of the matter. Alikula. So kama Golden Dream tunahakikisha kwamba tunaweka kikomo ya watu kushindanga wakilia kwa maofisi wakiitisha title. Ulitoa pesa yako. Ni haki yako kupata title deed. Tuko pamoja? Si haistahili kuwa umeleta pesa kwa amani alafu kuchukua title imekuwa mvurutano. Ndio maana nimeanzia na wao sababu sasa title zao tuko na mingi sana pale kwa ofisi. Na ukikuja kwa ofisi niambie nikutolee title ambazo ziko na majina hizo project zote tumezihanga ukuta. Hizo project zote nikutolee project 1, project 2, project 3, project 4, project 5 and we are not talking projects of many years, we are talking projects of this year. Like Faraja Gardens phase 1 phase 2 tulimaliza tarehe 17 mwezi wa 8. Na saa hii wote wako na title zao. Ikifikia tarehe 9 tarehe 7 mwezi wa 9 wote walikuwa title zao. So even in 21 days we produce title deeds. We issue title deeds. Sababu ukiwa kwa uwazi, haya maneno ambayo nakwambia saa hii, kuna mtu amekuja hapa na kuna mtu alisikia hii akasema wacha nini nikajaribu. So wewe umekuja kujaribu na najua sababu venye nimesema weekend huwa na maneno mingi. Kuna mtu hata kuambia neighbor wake ati mimi naenda mahali, hata ukumwambia ukisikia nimeulizwa waambie nitakuja jioni. Kuna mahali nimepeleka rafiki yangu. Hata ustahili kusema ni mashamba sababu yeye ameumia ama wewe umeumia. So, ukimwambia mashamba atakudiscourage. So umekuja kujaribu ujue kamwiradi mwirari kuria gathi rika kuria ndathire ri kanyona kana ngutunywo kanyona kana sikurio. So wewe ukakuja kama umejificha, lakini ile kitu tutasema hapa mchana ni ya kwamba utaenda nyumbani kama una smile, because tukifikia December kwa wale watu ambao wamenunua nasi a legal company as Golden Dream, sitataja wale wengine, unastahili kupata hatimiliki yako title deed yako kisheria in 90 days. Usipatiwe story mingi.
3 months peke yake. So mimi ile kitu ningekuomba uanze kuhesabu, leo ni tarehe 16. Kutoka siku ya kesho you count another 89 days. Kama hutakuwa na title yako, ukuje uniulize. Sisi tuko pale BD House, ukuje uulize kwa nini sipati title deed yangu. Ulituambia 90 days. And sisi si kama ile unajua kwa betting Farodhi, yes. Betting na kuanga upate ama usipa. Hii si betting tunafanya. Hii si karata, hapana. Hii nakuambia maneno ambayo hata ukienda kwa mitandao, we have been tested and we have tested. So we are talking of things that we know it is possible. Even to get a title deed in less than 21 days, it is possible. So hii maneno ya 1 year, 2 years, 3 years. One thing we know, nikikupatia title deed yako kabla ya mwisho wa huu mwaka, ile project nyingine ambao utakuwa nayo, either utanunua ama utaniletea watu wangapi? Nao sasa wacha tuseme wewe sasa, alafu uniletea watu wawili. We shall not be using a lot of effort to advertise. Hautashinda pale mwaka mzima. Hiyo bill nyingine tunastahili kuwa tukifanya nao kitu kingine. Wacha hiyo bill ikuwe sisi tunangengana kule kwa registrar. Registrar, we have your money, tafadhali tolee title. Tunaelewana? Instead of advertising from January to December, at the end of the day, no title. What for? The projects that we started this year, those projects that we have mentioned, all of them, they have their title. Si kwa majina yetu, kwa majina yenu. Wale watu ambao wote wamenunua nasi. So, sisi, we are the leading company. Kuna wengine wanaenda pale wananunua zawadi. Sisi hatutaki zawadi. Zawadi ni wewe utatuambia kama ni ukweli. Hatutaki zawadi ya kuadvertisiwa, tunataka yako wewe. Na ile zawadi kubwa sana unaweza nipatia, wacha na ile ya kuuza uoga. Mimi nataka unipatie zawadi watu wangapi peke yake. And because of that, I want to ensure you that as Golden Dream, ikifikia December, utakuwa na hati miliki yako. Even if you pay, kwanza wale watu ambao wote watakuwa wamelipa 50%. Yule mtu amenunua cash, yule mtu amebook leo, atabook leo, yule mtu ambaye atanunua na installment, ikifika installment yako tunaingia December installment ya kwanza. November installment ya kwanza. Si umelipa deposit mwezi wa 10. Installment ya pili. Kwa hiyo installment ya pili tukifika huo mwisho, uniulize kama title yako itakuwa kwa jina lako. Because one thing I know, you cannot deposit 50,000 kama umejiamini, then kama ukue sasa una wasiwasi wa utamalizia safari. Mimi nitakutolea title yako ikuange kwa jina lako, wewe ukuwa na deni yako, uwe na yetu, si hatuna deni lako. And that's why we live in peace. And that's why after selling all those projects, hakuna mtu ameambiwa na mtu usijaenda kujaribu. Sababu gani? Kubuild jina, you use a lot of effort. Lakini kuharibu ni ukosea siku ya leo. Na by the way, poleni sana sababu mkolesho jam. Unajua inafanya mmekasirika. Some of these things are uncontrollable. But yale maneno ambao tuliweza kuwaambia, tukoambia kwamba kuna maji, kuna stima, kuna Katutu Girls which is a boarding school, kuna Katutu Primary which is also a boarding school, kuna Cheni DEB, kuna Kata Primary. Sasa zile vitu kwanza nimalize venye tumeonyesha. Katutu Girls, Katutu Primary, stima ndio hii, maji ukigeuka tu hata sina story mingi, ukeuka hapo nyuma na iko na mita. Unajua kuna watu ambao wanakujanga na tanka wanaweka usiku. Mimi ningetaka upite hapo kwa mita uangalie kama na ufungulie kama kuna maji, uangalie kama inazunguka. Because hii mambo ya kuenda kanyanga pale tuende nyumbani lazima ifike mwisho. Ukikuja kwa shamba, make sure umekaa kwa shamba, hata ukiweza enda mpaka kule mwisho. Uone kama kuna riparian land. Usikuje siku moja utolewe huko. Enda pale kwa neighbor ujue hii shamba ni ya nani. Hapa kuna neighbor, kuna some of these things. It is now upon you. Ukifika kwa ground, make sure. Lakini ukienda pale uambiwe, umeona hiyo bacon? Mnaonyesha bacon moja nyinyi wote. Kanyanga pale mwisho, na wewe kanyanga pale, ni mbili tu, haya book. Hapana. Sasa uanze kujua pesa yako imeanza siku zama, imeanza kukuliwa. The moment umeambiwa kanyanga pale mkuu wawili, alafu umeonyesha kama kikundi, ujue sasa that's a red flag. Ati ya kwamba pesa tafadhali, hata wewe unaiongelesha kwa hujatoa, lakini unaambiwa utoe, lakini unasikia
Na ukienda mahali usikie uko na wasiwasi usinunue. Hata ukuje hapa usikie uko na wasiwasi, tafadhali. Mimi huwa tunaambia watu kwa amani. Sababu ile kitu tunahakikisha kwamba hii maneno ya mashamba, najua watu wameumizwa, watu wamenyang'anywa, watu wamedanganywa, watu wameporwa. Tunaelewana? Either way ya marafiki yako. Kama saa hii mam ambao tuko naye hapa, umejionea mengi mpaka mahali umefika. Hii maneno ya mashamba si maneno ya mchezo dadi, si ndio? Umejionea mambo mengi sana, unaona? So hakuna haja uendelee ile uchungu uendelee. Ni hakikisho lako ya kwamba enda safari ambayo unaambiwa. Kama Golden Dream huwa tuchukui pesa cash. Sasa wacha nikuambie mahali umepotezea pesa yako. Ulienda after ukaambiwa kanyanga, nani yako na hiyo pesa? Leta. Ukapeleka cash. Sasa utaitisha nani? Nilimpatia nani? Uko na receipt lakini utaitisha nani? Sisi kama Golden Dream huwa tunasema ya kwamba weka pesa kwa account yetu. Tuko pamoja? Sisi tunalipa VAT. So weka pale. We are legally registered company. Weka pale, wewe kuja na receipt. Ukikuja na cash, hata kama tuko willing sana kukuuzia, hatutakuuzia. Sababu gani? Sababu tunataka kuondoa hii pesa, unaleta cash, pesa inapotea, pesa inakuliwa, alafu at the end of the day utaishi pale kwa ofisi ukilia. So even if there is a genuine customer who wants to buy, hata nunua. Hautaki tufungilie watu tena. Wewe kuja na receipt ya benki. Kuja na message yako. Kama kwa hiyo karatasi ambayo uko nayo inakuambia kwamba if you want to pay via M-Pesa, unaingia kwa M-Pesa, kuna pay bill number ambayo iko hapo. Kama pengine ni Coop Bank, una 400 200 kama pay bill number, account number unaweka account yetu. Then at the end of the day, message tutusend hiyo message. Sasa hiyo pesa iko kwa benki. Jambo la tatu, we don't, kama vile nilisema, we don't issue certificates neither ballots. What do we issue? Ukinunua nasi, kitu ambacho utapokea ni receipt, ambayo it is a system generated receipt. Na ile receipt pale iko na code ambayo ifanani na mtu mwingine, and we don't generate it. Kwa wale watu ambao najua siku hizi tunaenda tu digital pole. Kwa wale a system that is it generates a number by itself, a serial number. Hiyo system, hiyo number haina mtu mwingine, hiyo number ni yako. Alafu hiyo receipt inasema majina yako, plot ni gani, umelipa pesa ngapi, na inakutolea mpaka balance. Kama unalipa na installment inakutolea balance. So once ikifidiwa pale inatolewa. And hiyo inaenda kama imeenda. So it is a generated system whereby the serial number of that receipt is yours. Wacha ingine tunapeleka pale tunaundiwa receipt. Unaundiwa alafu sasa nitaenda pale niundue ingine, hapana. Now that one huwezi itoa tena. So utapata receipt na utapata kitu tunaita agreement. Tuko pamoja? Na hii agreement, it is an agreement between you and us. Hii agreement inakuambia kwamba umenunua hili shamba, size yake ni hii, plot zako ni hizi, na plot number yako ni hii. Niweze kuelimisha kidogo. Hiyo plot 1, 2, 3 up to 300 something, 327. Hizo ni plot numbers ambazo zimefanywa na surveyor. Amekata 1, 2, 3. Lakini now we shall take your number. We submit it tunasemanga mutation form, Tuchukue hiyo mutation ikiwa na sketch map na measurements za shamba 50 by 100. We usually submit it to the land registrar. Once we submit those nini, alafu tunatolewa namba kulingana na mahali namba zimefika. So pengine namba yako pale kwa title itakuwa 71 something, 7141, 7142, 7143. Lakini number 1, tuseme umechukua namba, for example umechukua namba 45. Now the agreement will be number 45. So wewe utakuja, hii ndio iko kwa beacon, si ndio? Ndivyo sasa ukuje uhakikishe. Tukikupatia title, tunasema kitu ya kwanza, fanya search. Ukitupatia title, fanya search, ujue kama hiyo title ni yako, kama legally hiyo title ni yako. Sababu zile namba ndizo huwa zinaingia kwa green card. Si tunajua green card? Green card is a manila paper that gives a history of a land. Ni history ya shamba. Ulinunua kwa Golden Dream. Golden Dream walikuwa wamenunua kwa nani? Sasa imeingia kwako na namba yako ndio hii. Lakini ya Golden Dream ilikuwa hii. This is a block. Si tunaongea maneno ya block. Hii block imeisha ingia subdivision.
After subdivision ilipatiwa new numbers. So we shall issue you with a new number. Tuelewana? So namba yako hapa useme ati ilikuwa inastahili kuwa 45. Hapana. Ni 45 sawa, lakini kwa ground na nitakupatia, unaona hiyo map uko nayo? Hata ukuje miaka ngapi nitakupatia bado hiyo map. Ulinganisha, nitakupatia sasa kwa mutation. Mutation inafanya aje? It will be bigger than this, what you have right now. Itakuwa number 45 ni 71 21. Tunashika, tutakuwa tumekuandikia. Na ukitaka kuelewa zaidi kuja kwa ofisi. Nikuonyesha what you have done before. Kuja kwa ofisi nitakuonyesha hizo mutation forms. So itasema number 45 ni number 71 21. Tuelewana? So utakuja kwa ground uhakikisha bacon zako ni hizo. So that's what happens. So ile namba ambayo utapata kwa title itakuwa a different number. All I need from you, once you book the land, nimesema utaenda na agreement, na hii agreement inasema ni willing buyer, willing seller. Kuna mtu amefosiwa? Unajua sisi hatutaki maneno ambayo imekuwa. Tukiongea maneno ya nini, kuna maneno ambayo hutasikia mahali pengine, and that's why we are very open. So it is a willing buyer, a willing seller. Mimi nilikuja kwa ground, nikaona shamba, nikakanyanga. Kuna mtu hajakanyanga bacon zake. Kila mtu amehakisha bacon. Tuanzie hapo. Kuna mtu amekanyanga kwa wenyewe akaambiwa yako inalingana na ya huyu. Unajua pengine Jackie aliwaambia sasa yako inalingana na ya huyu. Unajua mtu wa sales anaweza kuambia sasa linganisha, unaona mko wawili inalingana. Hapana, hakuna yenye inalingana na nyingine. Wewe yako ni yako ni. Na by the way umeongelesha hiyo plot yako. Usitoke hapa kama huku uiongelesha. It is always good. Ukienda kwa shamba hata jifanye unataka kuokota kitu tu hivi, uambie huu mchanga uka yangu came home with nothing. My father came home with nothing. But mimi nakuongelesha, tafadhali nikubali. Some of these things. Usiome mambo mingi hiyo tu. Na bingu inasikia. Hii mchanga inabariki and it still curses. Tunaelewana? So ukifanya hivyo una break ile system ya kwenu. Hinyi mutigura, hinyi mutige gwatira kindu maundu mau marite. Ndwabata tiro ukirithie kwariria ngomi ega sigo kinyanga mugundo waririe mugunda. O niguo tiri. Twaririe ki? Tiri. So sisi hatunanga maneno ingine na ni kama nimemaliza. Unless kuna mtu akona swali. Uliza. Sasa title ya huko unachukua Kitui ama Nairobi? Utakujia kwetu. Nauliza zinatoka Kitui ama? Zinatoka Kitui. Lakini utachukua kwetu kwa ofisi. Hatuta kutuma huko. Wewe kazi yako ni kutusainia agreement peke yake. Na kutusainia kuna karatasi nyingine utasign. Utasign agreement na hiyo agreement pale chini tutakuwa tumesign. Na wewe usaini hapo chini. Wacha ile pale nyuma. Hapa chini unasign kwa nini? Wewe ukituachia agreement yako hatuwezi interfere nayo. Na wewe ukienda nayo, hutaenda uongeze kaploti useme sasa hapa niliona sababu niliona neighbor ni kama hataki, wacha niongeze niseme hii wewe 45 hata 46 ni yangu. So you cannot interfere with it. So utatusainia pale chini na sisi tukusainia wapi? Huwezi forge signature yetu. Seal na stamp unaweza pata, lakini signature basi. Ndivyo kama kuna maneno utakuja uwekelee. Na ndio maana tunaongeanga hii maneno hapa. Tukiwa wote. Tunasemanga hivi kwa nini? Even to online viewers. You shall do this. Pengine utanunua nasi siku ya leo. Pengine utasikia rafiki yako anaenda kununua mahali shamba. Muambie nilielezwa kabla ununue shamba, ndio maneno huwa inafuatiliwa. Hatapoteza pesa tena, pesa yake itakuliwa tena. Utakuwa umesaidia mwenzako, si ndio? This information is free. And si watu wengi, najua umenunua mashamba. Si mahali kwingi utaambiwa this kind of information. Ngumu sana. Sababu gani? Sababu wanataka tu ukishaweka alafu sasa uanze kuwafuata. And that's why sisi huwa tunakuja ground. Huwa tujifiche pale kwa ofisi ati mnatungojea atamjui ofisi ni yake. Hapana, ndio tuko hapa timu yote. Na sasa yule mwingine asijataja mjue si wetu. Nimemwatajia the team. Na nikwambia kwa ofisi kuna watu wangapi? Wawili peke yake, hakuna mtu mwingine. Tumeacha. Tuko hivyo. Hakuna mtu mwingine atakusainia agreement. Hakuna mtu mwingine atakusainia title. Hakuna hapana, ni sisi tu. Hakuna watu wengine atakuwekea siri, ni sisi. So ukitaka kuuliza tuulize sisi, ni sisi tutakujibu. Yes.
Mtu? Hapo tunakuja. Thank you. Sasa kwa sababu yake ama ulikuwa na nyingine? Tujibu pamoja. Naweza kosa time ya kuja kwa ofisi. Na umedai namba yenye kwa beacon is very different na yenye kwa title deed. Hata si very, itakuwa very different. Na yenye itakuwa different. Yes. Why? Sinielezee kwa sababu. Haya. Kwa hiyo karatasi nataka uchukue karatasi yako. Karatasi yako imeandikwa 1 2 3 4 up to 327. Ni sawa? Saa hii nikisubmit mutation, nikisubmit sketch map ya shamba venye tu iko, that's how we shall submit to the land registrar kwa ofisi za mashamba. Yeye ataangalia hii area tumefika kupeana title wapi. Tunaelewana? So the numbering continues. So tulikuwa tumefika 70001, tutaanzia 70002 up to 327 ziishe. Tunaelewana? Zote zitakuwa registered kwa kitu tunaita green card. Ndio ukienda kufanya sasa, hiyo ndio tunasema green. Ukienda kufanya search sasa, hiyo ndio namba yako utafanya nayo search. Tunaelewana? Lakini hii ingine ni ya surveyor, alikuja kufanya numbering 1 2 3 4, lazima kwanza afanye numbering because a surveyor cannot give, haizi peana number. It has a process. Ndio maana unasikianga ukichukua ndio ufanywe transfer, lazima iende kule ichukuliwe na wa ofisi ya lands, waangalie mutation, waangalie kama barabara imefika, and sisi huwa tunakata 9 meters. Na ningetaka kabla utoke uhesabu 9 meters ni 1 2 3, ukanyange. Kama itakuwa imefika, tafadhali kabla ufike kwa gari uniambie. So aangalie kama imeingia. Huwa hatukati 6 meters sababu hatutaki siku moja useme kama usongeshe uambiwe hapa kuna barabara ya serikali. Tunafanya 9 meters. So anaangalia, anapima, anafanya scaling, anaangalia hii shamba imefika 50 by 100. Tunaelewana? Lakini yule mtu anatoa hiyo sketch map ni surveyor. Lakini kwa mashamba kule atachukua ile sketch map aiende through. Akitaka kuja kwa ground akuja verify. Tuelewana? Alafu ingia kule kwa registrar, amwambie I want us to issue new numbers for Golden Dream clients. Give us new numbers. Kabla ingia kwa jina yako lazima kwanza ingie kwa lands. Tuko sawa? So ipatiwanwe. So wewe ikishatoka tutakuweka sasa, tutakuja tuangalie number 45 namba yake ni gani. I have samples on WhatsApp I can send you for the previous projects. What happens. But kwa ground nothing will change. So kwako, kwa mtu ambaye huwa tunasema ya kwamba, hii ndio huwa nitamalizia nayo. Ama okay, sitafungia maswali. Lakini it is a point that we usually address. Shamba ni yako ukifanya nini? Bas, shamba ni yako ukilipa. Why do we say that? We always say that because najua hapa kama kuna huyu ndugu yangu ametumwa na mtu wa diaspora, si ndio? So yeye ana rely na map yenye tunamtumia, si ndio? Even if umekuja kwa ground umemuonea, atajichagulia. Kuna ndugu yangu pale, si umekuja umeverify, mbeleni ulikuwa umechukua plot moja, huyu ako nyuma yake, yes, si ndio? And is it your mom or who? Your sister. Your sister akasema anataka plot mbili, both number 26 number 27. Si umekuja umeziverify, umejionea. Lakini ana rely na map kama hii ambayo uko nayo. So what do we usually do? Ukilipa ama tunatik. Why do we do that? We don't send a map ambayo mtu amesema nitalipa. Sababu gani? Ile sababu kubwa sana imefanya watu wengi wapoteze pesa ni kitu tunaita double allocation. Tuko sawa? Kwa saa hii hebu niambie, umepata number 45 imetikiwa, ungechukua? Aningejaribu ati ni mtu aliacha, ungenisikia. Sababu it is one of the red flags. Ukipata imetikiwa alafu uambiwe na uchukue, that is a double allocation. Unaona? Kwa watu ambao wako genuine. So ndio maana huwa tunasema we have this weekend. Lakini huwezi kosa something hata kama ni kwa simu. You know, there are times that you usually unageuza kabajeti yako kidogo at least to secure something. Because after sasa tukienda pale jioni, I know after this and Farodhi is a witness,
tutaanza kuitishwa map. Au tunaanza kuitishwa after tumetoka kwa shamba. Nirushie map. So ndivyo tumrushie, lazima tuwe tumetick zile plot zako. So hebu niambie kama hujabook tutamwekea. Tumesema we want to be very straight. Tusipomtumia kama hijabukiwa atabook. Si atalipa. Akishalipa na ukikuja Monday ama Tuesday, ukuje upate plot yako tumeuza, itakuwa namna gani? Hata mimi nienda kwa shamba, huyo hakwenda kwa shamba, mimi niliona nataka plot zangu. Lakini sasa nitatatua aje hiyo kesi? We have two cases. Someone who promised atalipa na hakulipa, tukabook, tukatik. Nao sasa nikuje nikuambia huyu hakulipa, hutanisikiza. Kuliona nimepoteza pesa, huwezi nisikiza. Huwezi kabisa. So you better book with something. Utaongea na market department, mtaelewana, msikie. Lakini tunasemanga ndio maana tuliondoa half. Huwa tusemi 50%, huwa tunasema 50,000. Because half of 170 it is 85,000. Ndio? So huwa tunasema book with 50,000. The rest you clear within 6 months. Actually nakuanga miezi 6 sababu ukilipa huu mwezi next month utaanza installment yako. So ukisha book na hakikisha kwamba ile siku ambao umeandikwa unastahili kulipa kama rent tu, lipa tu. Only that the difference between us and agents is one. We don't huwa tuongezi installments au tuongezi a percentage. Tuko sawa? Sababu ukitaka kulipa nyumba tarehe 6 ujui itakuja na fine. Sijui kama tutaweka fine ama tutaweka. Lakini naonanga watu naona Farodhi ndio mekiroga fine nita mmetikangira fine kidogo. Nimeheka. Yeni. Yule sababu na sisi actually tungetaka nyinyi wote kwa ile timu ambao wamelipa cash na wao wamelipa na installment ukuwe na title deed yako. Tukuandikie message tukwambie wewe kuja ujione title deed yako. Utuambie kuna wengine nipigie picha nione. Hata nitamaliza kulipa lakini tafadhali wacha ikae huko mwaka sababu hata sina mahali pa kuweka. Unajua kwa nini? Huyo mtu hana ubaya, ni kulingana na venye amezungushwa, akona title ambayo amengoja miaka 3. Alafu wewe muambie in 3 months amepata title. Unajua anaweza amini? Hawezi amini. Lakini we want to be as straight as that. Wewe ukuanga na deni yetu, sisi hatuna deni lako. So hata utakuwa na aibu kuleta rafiki yako. Tuko sawa? Sababu utamwambia, "Niona ndio ana installment no ga title le. Nikandikare twale yako negira kuweka loan le. Wathijarie nao." You see? Some of these things because the more title inakaa the more unapata mashida. Sawa? So nimejibu swali lako? Nimekujibu. Umesema huna sahi. Lakini ungetaka uko very willing. Sasa hiyo ingeingia kwa department ya Wamboi. Venye mtanena na yeye basi. Yes. Yes. Which one? Tunasema si kutoka kwa barabara, tunasema barabara zetu 9 meters. Hapa tuko plot, hapa si barabara. Barabara think hapa. Ile main. Hiyo ni ya serikali. Hapana, sisi beacon yetu mwisho yetu inafika hii fence na ile fence. Mimi nasema barabara zetu ambazo sisi huwa tunakata 9 meters. From this beacon to that beacon it is 9 meters. Na hiyo ni yao, hiyo ni serikali. Yes. 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 Sasa government ikiamua expand barabara hawezi expand sababu sisi tuko kwa beacon kabisa. Hakuna mtu anaweza ingia kwako kama ni kwako. Hawezi guza. Tayari hatujaguza kwao. Kuna ile space sisi hatujaingia kwao, wamewacha kwa map. Sasa hiyo huwezi guza, unaingia kwako. Venye tu imefensiwa hiyo ndio shamba. Huyu mahali tumefika hiyo ndio yake. Hapo ndio tumepakana. So akitaka kuweka barabara ataka huko. Lakini hapa sisi hiyo ndio fence yetu. Venye tu iko yote. That. Lakini zenye sisi huwa tunakata, we don't do 6, we do 9. Hizi. So kuna barabara mbili. Ina serve this gate and the other gate. It is 9 meters road. Yeah. So kama hakuna mtu nilikuwa naongea maneno ya booking. Mimi nimekuambia sababu sitaki Monday useme hapana. Unajua nimewaambia nikosea kitu kidogo kama sijakuelezea. Tafadhali utaenda kwa mitandao unianzie kona ile ukimalizia ile kona nyingine. Na sitaki hivyo. Nimekueleza kwa hii lugha tu ambayo tunaelewana sisi wote ya kwamba kama umependezwa na hiyo plot yako, kama umependezwa na sisi, tafadhali
book hiyo plot, sababu after this you have the diaspora team ambao huwa naamka kutoka hii masaa ya saa 8, wengine wataamka saa 10, na wakiingia kwa mitandao wanaangalia Golden Dream wamefikisha wapi. So nitumie map, nikimtumia map nitamtumia ile map tu, najua na pia wewe umechagua, na najua hata ukibuku na hiyo kidogo, lakini by Monday wacha tupeane, wataka tupeane mpaka saa ngapi Monday? Mimi hapa nataka mjiamulie, na sio lazima ukuwe umekuja kwa ofisi, at least you have done a booking. Tupeane mpaka Monday saa ngapi? Awi dadi, tuko sawa saa 8? Oh, thank you. Wengine tuko sawa saa 8? Awi in agreement, sababu najua kitu ambayo inakatwa na watu wengi ndio wanaamua. Ndio maana sasa lakini sasa nataka mwenye amechelewa sana tumpatie mpaka saa 8. Tusiwe na pressures pande zote. Unajua kwa nini? Mnajua kwa nini najaribu kujikaza na unielewe tu. Mimi what I can request, can you do something for that plot? At least nijuange, even if I'm waiting for you that the whole Monday, because nimewaambia saa hii nikipatia na map ambayo haijatikiwa, then you pay on Monday. Usikie plot yako imeenda. Will you ever trust us anymore? You won't. Utasikia huna imani tena na sisi. Na sisi sio sisi tumekukosea. Tunaelewana? Because then okay, hata wewe mahali unafanya biashara, mnunuzi nani? Ndio sasa tuache tuingie kwa business. Mnunuzi nani? Si ni mwenye amena hiyo item. Okay, I may try to understand you my sister, but sometimes huwa tunakazwa sana sababu yule mtu wako pale anakuambia sasa nilipe plot gani? Let us to meet katikati. Kuna mtu wa 4 na kuna mtu wa saa 8. Wacha tuweke saa 8. Lakini in case of anything communicate. But if you have something even in M-Pesa, weka kwa account yetu. If you have 10,000, you have 20,000, if you have 30,000, weka tu. At least hiyo hutalala ukiwa na wasiwasi. Na hutakuwa na zile haraka mingi. Ati uko na pressure. So na hata ukilipa na hutapata wakati wa kujia agreement, your plot is safe. Sasa kupatia pressure ya kwenda kuweka pesa na kupatia pressure ya kujia agreement yako. Hapana, your nini is safe. Tuko sawa? Kuna mtu mwingine ako na swali? Ulizia, hata kama ulisikia kwa mwenzako, muulizie tu hata kama hayuko hapa. Unajua mmeuziwa uoga ya kutosha. Kama nataka kuwapati na saa hii hakuna mahali ya kwenda banki. Ni lazima nibuku na kitu kama ngapi? Wamboi, make sure you answer our mom. She want to pay cash. Hataki kulipa installment, but masaa ya banki imeisha. Umsaidie. Tafadhali. Hana ID lakini ako na waiting. Hata hiyo bado ni hiyo, tutaongea tu sababu hiyo ID iko karibu kutoka. Umengoja yani within 2 weeks. So bora tu umebook. The best thing, bora tu umebook plot yako. Your plot is safer than waiting the ID. Sababu unasema in the next 2 weeks ama 1 month ungoja ID, lakini I'm sure hutapata ile ploti. Tuko pamoja? So it's always good. Yes, daddy. So wewe utahold on map mpaka lini kabla hujapeana plot? Mimi ningetaka tumalizane saa hii sababu siwezi hold. Unajua map bado tunawatumia. Sasa wakiona haraka yako ndio itakusaidia. Yenye umeselect by hiyo Monday tumepeana saa 8 uko umeamua. Unajua shida ni nini? Nika pressure tu kananipea. Nashindwa kuamua hii kesi. Unaona tukishawatumia map. Actually
Unajua sasa hii watu wa ng'ombe wako Friday. Sasa hii wako Friday. Sasa hii wako Friday. So wanajua, lakini unajua kuna wenye wameamka saa hizi. Na kuna wengine wako Sunday. So wewe ukienda Sunday, yeye ako Monday kwa bank. Tunaelewana? So wewe uko Sunday uko kanisani unaomba, lakini Kuna mwingine analipia. ako bank analipa. Sasa hiyo kesi inakuwa ngumu sana kwetu. We are very willing to hold for you, but please make a commitment. A commitment. That one itakuwa imenipatia nafasi muro kabisa ya kutopatiana hiyo anini yako. Mimi after this I'm sending the maps. After this immediately. And also to Tamahenaba. So na challenge inakuanga, unaona hawa tukiwatumia map, juu washasikia hiyo information, nasikia mtu alipa instant. Anakwambia nataka kulipa yote saa hii. Silipi hata na installment. So haraka yako pia itakusaidia. Sio lazima ungoje hadi Monday, ukipata piga simu. Unaweza lipa hata kesho. So wenye wako online ni 0729 870 822 ama 0798 008 008. Iko hapo kwa screen utaiona. Kuna swali yote? Nafikiri tu ni agreement kwa watu wenye wako nje ya nchi. Mwenye hana mtu wa kumsainia agreement na anataka kulipa, atapata document zake aje, ama akitaka kusainiwa atafanya aje? What we usually do, once you make your payment, to make sure either kwa WhatsApp ama kwa unatumia email address, tunakutumia agreement, tunakuskania, unatoa, una sign, unaturudishia. Receipt yako pia itakuwa, lakini the original papers tunakuwekea until wakati pengine utatuambia be submitted to anyone, ama wewe mwenyewe utakujia. Okay, that's all. Yeah. So unless kama hakuna swali na mwenye hajaona maji iko pale. Yes. Iko pale. So kama hakuna swali lingine, I'll give a chairman maybe to say a word. Habari zenu. Yangu mimi ni kurudisha asante kwa Mungu kwa vile nimeona hii kampuni kwa runinga mkaamua kukuja kuungana na sisi. Si jambo la kawaida, hii ni kitu ya kusema Mungu ndiye amesimama mbele yetu, sababu we need one another. You need us and we need you. Ndio? Sababu mimi nikutafutie shamba na wewe uniletee pesa. Kwa hivyo mimi nikushukuru Mungu na kuwaombea hapo mfuko yenu hiyo ambayo mtatoa, kile mtatoa kurudi nyingi zaidi ya hiyo. Ndio hata kesho tukiwa na project nyingine tutakuja kuonana na sisi. Ile kitu kingine ningesema kama vile director amesema, usinyamaze na shida, sababu nimeona wengine wanaongea hapa nyuma ni kama kuna kitu nini. Ukiwa una kitu ambaye unajua you are genuinely talking of what you know, utaona hiyo timu hapa. Sijapidi amekuwa akichukua timu yenu, unaweza kumuona, mtaongea tu, hizi ni binadamu, si ni kweli? Msikizane na atakueleza vile mambo iko. Kwa hivyo usinyamaze na hiyo shida huku kwa roho, kila inakukula, ndio? Mimi najua ni uchungu sana, ni mtu akichagua plot na inaenda lakini itaenda kama wewe hujajikomiti na tena hujaongea na kuingiana hapa. Kwa hivyo ukiwa una kitu ambayo unajua you are genuinely talking of what is real, this team you can talk with them so that at least watakusikiza na waku advise what you can do. Sawa sawa. Kwa hivyo mimi ile kitu ningesema ni asante, na niseme vile mumeona golden hii kampuni vile iko, mlikuwa mmeona kuna maji, mmeiona, na mlikuwa mmeona kuna stima, mmeiona. Mimi najua kuna mambo mengine imebakia. Yes. Sababu kuna shamba ingine tunawaambia hapo ndio mjue the best of this land. Vile iko. This land is a virgin land. Na hii kulima ama kujenga, sababu kujenga unaona kuna nyumba hapa, hata mwingine amejenga hapa. Ukiangalia hapa kwa mabati hapa unaona ile shopping center, mahali ya kuendea Kachumbi. Ndio? Kwa hivyo kujenga ni sawa. Kulima ni sawa. This is a virgin land ambayo imelimu haijalimu miaka mingi.
na kuhakikisha hii ndio nimesikia ni direct hajawaambia kuna shamba tunawaambia iko hapa. Mwenyewe amelima watermelons, kitunguu, sukuma wiki, spinach, hoho, yani all this na mapapai, kila kitu. Kwa hivyo hii mchanga ni kama inakuwa kila kitu. Na mimi najua tukitoka hapa kama Jakile umefunga hiyo safari. Asijafunga hiyo. Unatia. Yes, hapo, yes, yes. Mjionee, hata mtu asifanye nini hapa, ukilipa hapa ujue you can. Na mimi nimewaambia, si mnaona hata pale tumepanda nini pale, tumepanda miembe pale na tumelima. Yule atakuja hapa na 2 months utakuta kuna melons. Kwa hivyo ni vizuri ukilipa hiyo plot yako ujue what you can do with it. Maji tunao hapa, ukitaka kupanda miti unatuambia tu utupatie pesa, sisi tutakupandia na hiyo miti itakuwa ikipewa maji mpaka mvua ikuu, si ndio? Kwa hivyo mimi nashukuru ninyi na niseme asanteni sana kwa Mungu awasaidie na mpate nini, na nimefurahi sana sababu hata nimekutana na rafiki yangu mmoja hapa, tunajuana sana, tunasoma kanisa pamoja na jinoa na nada. Kwa hivyo kama ningekuwa nikifanya kitu kibaya na kitu ambayo mimi naogopa, hata ningekimbia, Ningekuandika saa hii. si unaona, ningeandikwa saa. Lakini anachangaa hata sasa, ananiambia hii shamba ulipata na mimi hujaniambia. Kaniambia si wewe hujaangalia umeninga sana. Lakini leo ameona. Ni sawa sawa. Kwa hivyo hakuna kitu ambayo ukitaka kuuliza huyu umuulize sema ni nani, atakwambia vizuri. Kwa hivyo asante. Hii. Umeona mtu anachapa hapa na ninauru. Hiyo tunakushughulikia. Ngoja tu hapo chama. Nikijenga hapa kesho. Alafu nitaka kunywa maji kwanza. Ninaweka na pesa ngapi? Hiyo utapimiwa na Ketosco. Sababu maji mfereji kubwa iko hapa. Maji utatoa kwa hii mfereji yetu. Lakini mimi nitakuwekea sijui ni kuna charges ya kulipa huko kwa. Unajua lazima wa access nini yako, then they give you it's not costly. It's not costly. Kwa hivyo kuna swali lingine? Mimi naona kama zote tumesheka. Kwa hivyo kuna director. Sawa. Okay, asanteni sana. Mimi sitaongeza neno. Mungu aweze kuwabariki, aweze kuwazidishia. Pia kwa familia zenu, kwa biashara zenu. Sababu ya kukubali kuwekeza na Golden Dream. Hapa ni kwa baraka. Apart from kuuza mashamba, hapa ni kwa baraka. So tunaombea kwamba kwa biashara zenu muendelee kutengeneza faida. Na Mungu atutunze, tuendelee kuombea nchi yetu na tuendelee kuombea sisi na wale wengine. Tukiombeana maneno itakuwa sawa. Si ndio? Because it's only prayers. We don't huwa tufanyia maneno yote kutoa title ati sababu tuko na power ama tuko na pesa, hapana, ni Mungu tu. Wewe kukuja ni Mungu tu. So kuanzia hii safari yote ni nani? Ni Mungu. So may God bless you as we wait up. Niwakumbushe tena kwa wale ambao tuchukua title deeds zao, tafadhali tunaomba title deeds zenu ziko kwa ofisi, tafadhali tumana ama tafadhali tuambie venye utapata title yako. Kwa wale watu ambao wanalipa na installment, let us continue honoring the installment tunastahili kulipa na Mungu ataendelea kuwabariki. So God bless you, God do you good. If you would like to reach me, you can unaweza nipigia kwa 0729 870 822 0729 870 822. If you want to get to Farodhi, 0798 008 008 0798 008 008. So wapi Wamboi?